Mimi nadhani kama tulivyokazungumza, kinachokatakiwa ni kuongeza bidii na kupambana. Mfano, wewe tujaribu. Yes. Wewe Isnei. Sit down. Sasa mnawaona wale mkasimama hao. Mtihani unakuja jamani. Kwanza nianze kutoa pongezi kubwa sana kwa Nei, kwa sababu alikuwa nafasi ya pili. Siku hadi siku zinazokazidi kuendelea amepanda kidogo kidogo, sasa hivi kashika kwenye nafasi ya kwanza, na alitoka kwenye nafasi ya kwanza bado yupo kwenye nafasi ya kwanza. Ni kitu kizuri sana hivi. Jaliva, umeshuka sana kimasomo. Sasa mtihani kesho, nataka muonyeshe ushindani, upambane kurudi kwenye nafasi yako uliyomkawa. Tumeelewana? Hello. Sijawaelewa nyinyi akina nani, kwa sababu mimi ninafundisha hapa. Nyinyi akina nani? Mimi sitoke, sawa. Nijue kwanza nyinyi akina nani? Nataka nijue nyinyi akina nani? Nauliza kwa mara ya mwisho. Ni wapi? Mimi nataka nielewe nyinyi akina Saddam Hussein, akina Twa Kiduku, akina Mwakinyo au akina nani? Ona sasa mzee mkiniambia. Neema yule aliyekashuka yule. Nataka nijue nyinyi akina nani? Ndio hivyo. Hello. Sawa. Ambia Shabo. Fresh babako. Ile mchongo vipi, tunaenda wiki ijayo? Mwanangu ile baba ishafeli ile. Kwani? Unajua nini? Yule jiwe yule. Mwanangu alikuwa anamfuatilia mwanafunzi, jana amekuja pale nyumbani kwangu pale, anataka kuniperemba eti nikamsaidie sima michongo ya kumteka mwanafunzi mwanangu. Unajua ameanza lini issue ya kufuata wanafunzi? Mimi mwenyewe baba, si nimeshangaa, nimeangalia hayo maakili yake, na mimi mwenyewe kwangu nimeyachanganya hapo hivi, sielewi kati hapo. Unajua jiwe anazingua. Wewe issue za kufuata wanafunzi kaanza lini? Alafu vitu kama hivi sio. Yaani mwanafunzi ni sumu sana. Unajua jamaa tunatembeaga naye, mwanangu ni mstaarabu, tunamheshimu na anaheshimika hapa mitaani kwetu. Lakini nilipomwangalia jana alivyokuja, kwanza akaniperemba, kwanza maneno yake sijamuelewa. Ndio maana mwenyewe nakwambia yule jamaa vipi, amepatwa na nini? Eti tukamteke mtoto, eti yule mdogo wake Raja Mwamba yule tukamteke tumpeleke sijui mapoli gani babako, sielewi. Hujui issue kama hizi ameanza lini? Bwana mimi sijamzoea katika hali hii. Baba mimi nimefanya tu kumtimua. Mwenyewe nimemwambia pita kushoto babako, sina moja kwenye mbili. Ila mbaya sana baba. Oya ndugu yangu. Mimi ngoja nipite hivi. Fresh mwanangu. Oya. Good mwanangu, hapa yenyewe naenda maomu hapa. Sasa ndugu yangu, umenifuta toka huko mbio. Unakuja hapa tena uongee unajishikashika. Shida nini? Hapa kuna tatizo lilo nikajitokeza. Mnielewa? Yaani muda huu ninavyozungumza na wewe, mimi nilikuwa darasani ninafundisha. Sasa ninafundisha watoto wale, ghafla wamekuja watu wasiojulikana. Wamesukuma mlango ule, wanaanza kuniambia wewe Isnei. Nikauliza Nei kafanyaje, mbona siwaelewi? Wakaanza kunisukuma mimi, wakaniweka kule kwa nani tunako nikachajigi simu pale form 2 pale. Wakanibananisha pale. Wakamfuata Nei, wamenichukua wamesepa. Watu mimi siwajui watu, hadi nimeuliza nyinyi akina Saddam Hussein, akina Matumula, akina Twa Kiduku, mbona siwaelewi?
wamechukua mazingira ya kutatanisha, wamesepa naye. Basi kuna kitu, sababu haiwezekani mwanafunzi ambaye kashika namba 1 kwenye mtihani alafu leo aondoke kisembe na watu wasiojulikana. Kuna kitu hapo, sio bure. Hicho ndio kinachonichanganya mimi, kwa sababu sielewi, naona kama mauzauza hivi. Kwa hiyo tunafanyaje? Maana hili jambo hata wazazi wakisikia kidogo, na imani wanaweza wakashtuka na wakashangaa sana, na wanaweza wakatuona sisi hatuna umakini hapa shuleni. Hawajulikani, wamekuja na makoti pale, shula zao wapo tu, shula ngumu, wanafutafuta sigara. Basi ngoja tufanye kitu kimoja. Ngoja nipigie jeshi la polisi tuweze kutoa msaada. Sawa. Mimi ngoja nifike hapo kwanza bafuni nijimwagie maji alafu tuone tunafanyaje. Haya, poa. Karibu sana. Asante. Tunashukuru kwa kufika muda mwafaka. Kikubwa ambacho tumekuitia ni kwamba mchana kuna watu wasiojulikana wamekuja mahali hapa shuleni kwetu na kumchukua mwanafunzi ambaye anaitwa Nei. Kwa hiyo tumekuita kama chombo cha usalama ili uweze kutusaidia jambo hili. Na kweli, kwa sababu hii imekuwa ghafla sana. Alafu ikizidi kuendelea hivi au watu wakishajua kilichokaendelea, ina maana shule yetu itakuwa na sifa mbaya. Watu wataanza kusema shule hiyo sijui wanafunzi wanatekwa, sijui wazazi wataanza kuandamana. Kwa hiyo swala kabla lijawa kubwa, tulikuwa tunaomba jeshi la polisi mfanye kazi yenu, muweze kutusaidia huyo mtoto arudi. Kwa sababu kesho kuna mtihani na amechukuliwa kiutatanishi. Walimu sisi tumewaelewa. Kama jeshi la polisi tutalifanyia kazi hilo swala, nyinyi ondoeni shaka. Na hakikisha huyo mwanafunzi atafika hapa shuleni. Msijali kuhusu hilo. Okay, basi tutashukuru sana. Tuna imani na nyie, ndio maana tukaamua tuwape taarifa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama itawezekana mlipambanie leo sababu kesho ni mtihani. Kwa hiyo na yule ni mwanafunzi wa muhimu sana kwetu sisi, si ndio baba? Ndio. Kwa hiyo mkipambania, na imani hata wazazi wake wanakuwa na amani pia. Tutapambana kadri ya uwezo wetu na nitahakikisha mwanafunzi atapatikana. Tuseme tu kitu kimoja, tunashukuru sana kwa ushirikiano na tuna imani mtafanikisha hili swala. Ila kikubwa tulikuwa tunaomba mjitahidi, maana yake kesho kuna mtihani. Na yule ni mwanafunzi muhimu sana katika shule yetu. Ndio. Na tulikuwa tunataka au kuna la kuongeza hapo. Yaani kikubwa mheshimiwa, tulikuwa tunahitaji huyo mtoto aweze kupatikana. Kwa sababu ile swali wakisema wajua wazazi au uko mtaani au kijijini anaweza kuwa nzito. Sahihi. Sawa, tupo pamoja walimu. Asante. Mimi ngoja nikawajibike na mambo ya serikali. Sawa, mimi naenda. Ila wakati huo na sisi tujitahidi kupambana mtaani. Sasa hapa hizi swala kwa sababu tushafikisha kwenye uongozi, hizi chombo cha sheria, chombo cha dola, kwa tuachie kwanza polisi. Sawa, lakini mwenzio na hofu moja. Unajua mshahara unakaribia. Sasa masuala kama haya yanavyojitokeza inanitia kidogo uoga, na wakijua kule nadhani wanaweza katukata hata mshahara. Wewe cheki ya benki unayo wewe, ajue nani na akukate nani. Yaani mimi ndio kwa sababu mtoto amepotea ndio hela yangu anikate. Mbona takiamusha shuleni hapa Idimasi leo nitampatia huko. Lakini kumbuka hili umesababisha wewe, sababu wewe ndio ulikuwa nao siku hiyo. Na wameondoka mikononi mwako, sasa unaanza kusema tena wewe utampatia. Wewe usiniuzie kesi bwana. Sawa, usiniuzie kesi. Mimi ninakueleza wewe usiniuzie kesi. Ngoja niongee na mwalimu. Sawa. Halo. Mbona data vibaya teacher? Sasa hivi unakuja kuzungumza masuala ya shahada, mara usiwatuka. Sasa kukatwa hela na kupotea kwa mtoto. Which is which? Kwanza mimi eti ndo waseme tunakukata shahada, hela hatukupi. Nilivyokuwa na madeni mitano. Nitaandamana shuleni.